Chenro Mar Kuku Mar Wach etielo mokwongo nyaka ne kizungu wacho for the first time ever adalo se topic ne pok na mulo nyaka nene nyocha na romo kod ndalo moko chien to nyisa ni Haron gimora mora matuyo dhano e piny ni eri yedhe mimuonyo mondo mi othiedhego magi yedhe machako medo dog tuoi kendo onyalo bedo tuo mar ulcers, onyalo bedo tuo mar asthma, onyalo bedo tuo mar TB, onyalo bedo tuo mar pressure. Gin tuoche mang'eny ma en wuone mabiro kwanogi live chenro ma iluongo ni Daktari Osborne Mabalu entiere koda ka gi PhD en bende japuonj mapuonjo universities mopogore, lecturer kama universities mopogore mosepuonje Kenya kaeri. Nyaka na wamanyo wago mbaka ni to wach manyien iri en wach miluongo ni naturopathy physician Migosi Osborne Mabalu e chenro mar Kuku Mar Wach. Kik mul remote kanyo to nikech samoro gin tuoche moko mosebedo ka chandi kawuono ni wayudo duoko margi. Daktari ide nade? Ade maber wadwa. Ngima. Ngima bitai. Amor ni nikana kaneno nyingi dok chal na ngamo ngi dholuo to kalo sokoni tinge dholuo bana. Agem batin. Yes. Makwayo pi. Ero kama nanye daktari. Daktari, first things first. Wewe ni nani bwana nga? Mimi naitwa Dr. Osborne Mabalu. Na mimi ni vile tumesema mimi ni naturopathy physician. Ya kwamba kozi yangu ya kwanza yenyewe ilikuwa physiotherapy. Kabla useme kozi yako ya kwanza, mtu akisikia naturopathy physician anasema mtu ni mtu amesoma kweli. Ni mtu anatibu mtu kweli. Naturopathy yes inatokana na jambo nature. Now nature inamaanisha kwamba mazingira inaweza ikakutibu. Vile unakaa, vile tu wanyama wanakaa msituni. Wakiwa wagonjwa hawakimbii town kwenda hospitali. Lakini hiyo mazingira yao Mungu aliwaumba ili wakiandamana vizuri, if they interact well na hiyo environment yao wanapona. Kupitia kwa chakula yenye wanakula na vile ile kitu yenye wanakunywa, ile hewa yenye wanapumua ndani na ile kupumzika na mazoezi. Hiyo yote ni nature na mwili inapona tu. Ndio kwa sababu hakuna mnyama mwenye ana daktari. Yes. Lakini tena wana afya kushinda sisi binadamu wenye kuna madaktari. Sasa naturopathy inamaanisha kwamba unaweza kupona bila kumeza dawa yoyote. Inyalo chango moki muonyo yath kata chango Maber bila muonyo yath yoyote. My goodness. Ininga and naturopathy physician. Yes. Naturopathy physician and doctor monyalo thiedho ji without giving drugs, bila kupatia madawa, bila kupatia supplement hapana. Maber ni gimi some school bangani nyala chini hoyo nyathina no somo giniri. Yes. Kama hujakuwa naturopathy physician nitakana ufanye hii medicine kwanza. Mpaka ufanye anatomy. Anatomy inamaanisha the structure of the body. Ufanye physiology, yes, how the body works. Yes. Ufanye ile inaitwa pathology, the study of diseases. Ufanye hii courses zote za chemistry. Ndio sasa ukienda after PhD level ndio unafanya hiyo naturopathy. And so mimi nina PhD kwa naturopathy. You have a PhD, in a PhD holder? Yeah, a PhD holder in naturopathy from India, Jodhpur, in Rajasthan state. My goodness, wacha ni Haron. Ngat nero manyalo thiedhi kotiyo mana gige kuma iluongo ni natural kata gige kuma wasamoro unyisa ni Haron ma iri gima nyalo bedo katiyo godo kendo some nyakoriane eroman malo mogik mobedo ng'ama iluongo ni PhD holder kata Daktari Osborne Mabalu chenro mar Kuku Mar Wach live e Lolwe TV. Daktari, nifanye nielewe vizuri na ufanye our viewers pia kwa kuelewa vizuri. Yes. Naturopathy ni kama kuna ugonjwa fulani ambao unatibu symptoms, inafanya kazi vipi? Kama sijajibu hiyo, yes, itakana ujue ya kwamba kitu gani inaleta ugonjwa kwa mwili yetu. Yes. Angoma kelo tuwe del. Angoma kelo tuwe dendwa. Yes. Achiel kumano kuna chakula yenye unakula. Chiemo. Yes. Kila kitu yenye inapita kwa mdomo ikienda ndani isipotoka nje, italeta ugonjwa. Kwa hivyo chakula, maji yenye tunakunywa, iwe soda, iwe uji, iwe chai, iwe nini,
hewa yenye tunapumua ndani ina vitu ndani yake. Isipoenda nje itatugeukia. Alafu tena mambo yenye tunasikia. Yes. Pia inatuletea magonjwa. Kwa hivyo vile chamo muyemo wa yueyo gik mwawinjo. Okay. Gu gik mwamodho. Yes. Drink. What we eat, what we breathe in, what we drink, and what we hear. Breathe and hear. And hear. Tuanze kwa drinking. Ere kama gimwa modho nyalo kelo tuo. Tuone sasa maji yenye watu wanatoa kwa mto sahihi. Yes. Hiyo maji na chemicals. Pinitiere kwa chemicals. Kwa sababu mito ya sahihi hiyo maji ni chafu. Ghasia yote, mvua ikinyesha inachukua ghasia yote na inapeleka kwa mto. Na sisi tunaenda kukunywa hiyo maji. Farms zetu vile tunanyunyiza madawa na mbolea kwa farms, hiyo chemical yote inaenda kwa mto. Siku hizi watu wamechimba choo kila mahali. Hiyo magonjwa yote inaenda kwa mto. Sasa sisi tukikunywa hiyo maji inatuletea shida. Kelo tuonieri. Alafu tena vitu yenye tunakunywa kama soda. Soda, ukiangalia soda kuna chemicals kwa hiyo soda. Yes. Kuna kitu inaitwa benzoic acid. Hiyo kitu ni preservative. Yes. Inafanya soda ikana kwa soda monosoda budhini. Hiyo kitu ni acid. Yes. Ikiingia kwa mwili inaleta hiyo acid kwa mwili, ndio mtu anaanza kuwa na maalsa na makansa na hiyo maumivu yote ya tumbo. Sasa sisi kama naturopathist ukija kwetu, kazi yetu ni kutoa ile vitu yenye uliingiza ndani na zikakataa kutoka. Hiyo ndio tutatoa. Alafu ama the soda twene denda okuwo koko. Kuru unukonya mondo mi ugole mondo. Zile chemicals zenye ziko kwa soda. Yes. Zimekataa kutoka. Sasa zimekugeukia. Sasa zinakuharibu. Zinakukula. Lakini daktari donge ngato dhige chuto layo. Donge ngato layo soda to wuok. Sasa kama unakojoa kila hayo unalayo maji. Lakini ile chemical yenye uwezi kuona na macho yako inabaki ndani. Kwa maana ukikula, ukikunywa hata pombe, ukinywa pombe si unatoa maji, unatoaka pombe. Si unatoa tu maji. Lakini sasa ile kitu yenye unafanya unalewa zinabaki kwa mwili. Sasa sisi kama naturopaths tunakuja tunaangalia kwamba kuna chemical yenye iliingia mwili na imekataa kutoka. Sasa hiyo ndio inakuleteanga magonjwa. Hiyo ndio inaleta vitu kama kansa, hiyo ndio inaleta vitu kama arthritis, tumbo kuuma kila saa, ndulume, TB, hizo vitu zote. Uliongea kuhusu vitu ambazo tunakula. Ile kama kimwacha mkilo tuo. Yes. What we eat. Kitu yoyote, ugonjwa yote inapitianga kwa mdomo. Na ikiingia huko, hiyo vitu yenye imepitia kwa mdomo ikikataa kutolewa kwa wakati wenye unafaa inakugeukia. Gikwichamo kokogol ewangsa to gilodugo kile gichako hivi. Sasa tuone kwamba umekula kitu kama nyama. Najua sasa sisi kama binadamu tumbo zetu ni kubwa. Ukikula nyama itachukua muda mrefu kwa tumbo. Na sasa ikichukua muda mrefu kwa tumbo inaanza kuoza. Sasa ikianza kuoza inakuwa acidic na inakuwa sasa na tena inatoa pofu na hewa. Ndio sasa unaona kwamba umekula na hujaenda choo na tumbo inafura. Na sasa ikiwa acidic namna hiyo inageukia sasa maini. Lakini sisi tunasema unakuwa mdozi bwana. Wao wanakula nyama choma, mimi nakuwa mdozi. Tumbo inaanza kufura. Ndio ukiangalia wanyama wote, watu wote wenye wanakula nyama sana wana magonjwa mengi kushinda watu wenye hawakuli nyama sana. Ukienda watu wenye wanafanya kazi kwa town, au watu wenye wamepango kwa town wanakula vitu mzuri kila siku, magonjwa yao ni mingi kushinda ule mtu mwenye yuko nyumbani, mwenye yeye anamkanga, anaenda kulima, alafu anafanya nini? Anaenda anakula mboga, anakula ugali ya wimbi. Huyo mtu ana magonjwa madogo sana. Sababu gani? Chakula yenye anakula ni natural. Hiyo ndio tunasema naturopathy. Naturopathy, unakula vitu natural, una lead maisha yenye iko natural, unakunywa maji yenye iko natural, unalala mahali penye iko natural. Hiyo ndio naturopathy.
Nataka tuende kwa haraka ndio tuambie jinsi ambayo unatoa vitu ambazo nimekula ambazo zimekoma kwa mili, jinsi ambazo unazitoa. Angomo me yokanga to the hospital ndikna yedhe, ndikna maybe okadwa tajo nyingi yath moro. List mar yedhe monego da moy. Angomo me ingado yedhe gi itida thiedha nade. Lakini kapo kwa kanyo ero. Ere kaka gima wawinje itwa. Nyalo hinyowa bende makelo tuo. Hiyo ni swali mzuri sana. Ukiona mtu kama wewe una pressure, yes, sahi wewe una pressure, unakuanga na ugonjwa wa pressure lakini saizi haiko juu sana, alafu nikwambie hey, mama yako amekufa sahi hapo kwa barabara, alikuwa ana cross kichwa, mwili wako itakuwa namna gani? Si pressure itapanda juu. Yes, mambo yenye unasikia inafanya mwili inaanza kufanya kazi kwa kazi na inaweza kukudhuru. Sasa zingine tena unapata kwamba kuna mtu anakaa kwa boma, lakini huyu mtu kila saa wanamgombaniza. Huyu mtu kiangalia afya yake utaona inadhoofika. Kwa sababu gani? Mambo yenye huwa anasikia kila siku. Na ndio sababu unaona kwamba kuna watu wengine wamekaa kwa familia zenye zina uwezo, wana kila kitu kwa friji, wana chakula, wana nini, akiwa mgonjwa anaweza kupeleka hospitali. Lakini saa zingine hakuna amani kwa hiyo boma. Hiyo boma ni kutukanwa, kudhulumiwa na nini, au watu hawana afya. Ndio sababu tunasema hata ile mambo yenye inakuja kwa masikio, yes, inaweza kukudhuru. Alafu tena saa zingine una hasira mingi, unasikia maneno na unaweka gatma hiyo wando kana wajichu. Yes, huyo mtu atakuwa na ulcer kwa sababu mwili inatoa acid. Sasa hiyo acid inafanya nini? Inafanya wounds kwa hiyo kita dola huyo mtu mwenye anasikia mambo mengi, ana hasira mingi, hawezi kusamehea watu, huyo mtu ana shida. Gima winje ita wango ya iweche makana mukangoneji nyalo mia bedi gi tuo mar ulcer. Ndio sababu sisi tunasemanga kwamba tukifanya sasa tunafanya ile kitu inaitwa detoxification. Okay, kabla tunoka detoxification, hewa ambayo tunapumua airika kukilumidhiero bado ungedaki karia tiek telo moko onkoro nyakwa dema peo chada duwe solutions magi. Sasa hii hewa, yes, kama watu wenye nakaa town, magari inapita na inatoa hiyo hewa mbaya na tunapeleka ndani. Aya, saa zingine kama umekaa kwa ile room, sasa vile tumekaa hapa hakuna dirisha. Yes. Unajua wewe unapumua ndani na unapumua nje. Na mimi pia napumua ndani na napumua nje. Sasa wewe unapeleka ndani ile hewa yenye mimi nimetoa nje. Na mimi pia nafanya hivyo. Hiyo hewa saa zingine wewe umetoa hewa yenye ina viini. Na hiyo pia ikiingia ndani muyama golo bini tumari mibedi golo bene biro na. Kwa maana sasa inaenda wapi? Kuna nyanya yangu anakuona endaludo winji. Kuna mzee pia anakusikiza. Tuoche magi mitiedo. Kinyalo kwan list mara mimi inatibu kama magonjwa yote. Yes. Kwa maana magonjwa yote inaletwa na kosa moja. Vitu yenye vimeingia ndani na vimekataa kuenda. Gikmodonje idendoa tudagi wuok oko. Sasa kazi yetu tunatibu kwa kutoa hizo vitu zenye ziko ndani na zimekataa kuenda. Sasa hiyo inamaanisha magonjwa yote iko hapo. Igolo gigenade. Unafanyia watu upasuaji ndio utoe, unachapa watu ndio zitoke. Unaifanya watu ngumi. All that thought live Chenro Kuku Mar Wach Daktari Osborne Mabalu owachena ni Haron tuje duto tema chandoa gin gige kuma donje dendoa to watamre ma okagolo gi oko. Onyalo bedo gima ng'ato wache ni ng'ato buogi ni ng'eni ng'ane mtoko gweyo mane rodhi to donjo ni to nyalo me pressure medo maki ulcers nyalo biro ka chandi. Onyisa ni Haron gigo bende moya yweyo iye bende nyalo bedo ka chando gige kuma chamo ringo to budho koto weyi poko wuok oko seche moko kosogre maber ahinya ka kuwuok oko to kelo tuo kendo tuoche gi kinyalo chandi kachiel to gigo bende madho ine gineri madho juice montiere kod acid madho soda moro imadho nyakongi moro matin seche moko gidong e dendwa to gikelo nwa tuoche. Apenje nothiedho tuoche mago nyisa ni Aaron nyalo bedo ulcers, tuoche mag cancer, TB, tuoche mathoth mokalo pressure, arthritis mathoth mokalo to en
wachenyo kutiko na yien midhi nyedu kachande bendo kutigi yien moro ma ichoko gimo somo maintiere godo koda ka gi PhD in naturopathy tiyo gi chien gige kuma ntiere ma onyalodia mondo mi okonyi mondo ibed mangima. Bro penje ni to yudore kar kanya kachiel kod moko mathoth. Daktari Osborn Mabalu. Live Chenro Kuku Mar Wach Daktari Osborn Mabalu en jalnero motiegre weche gi mag thieth kaachiel koda ka japuonj mbalariany mopogore e Kenya kaeri. Muranyisi wach moro nonyisa ni Haron nitie tuoche moko mabiro nego jowa to gige kuma inyalo thiedhi e yonero mayot mokalo to kuonde mwadhi osiptende mamoko mondo mwadho many konyruok margi ema medo hinyowa kendo terowa ilo kamidhi manye thieth ema chak hinyi chak terielo. Nanyise ni mano wach maber manyako goyo mbaka Lolwe TV kaeri mondo mapuonj jowa mondo migi bende ging'e kaka ginyalo konyruok margi mar ngimagi. Daktari Osborn Mabalu live e chenro mar Kuku Mar Wach. Daktari, ang'o gini ma kapone ng'ato winje dende symptoms to nego biri mondo ikonye? Vile nimesema ya kwamba chakula yenye unakula, hewa yenye unapeleka ndani, maji yenye unakunywa na mambo yenye unasikia ikikaa ndani inakudhuru. Na utajuaje kwamba vitu vimekwamilia mle ndani? Ile ya kwanza sana unasikia mwili hata kama kichwa kinauma. Ya pili unaona kwamba huwezi enda choo. Saa zingine unaweza kuona kwamba ukipumua hewa hiyo hata kama unapiga mswaki, hewa inatoka ni mbaya. Kiwe dogi poduma katerud laki. Saa zingine unaona kwamba ukioga alafu ukitoa jasho kidogo mwili inanuka. Kuna watu kama tupodi duma. Yes. Alafu saa zingine mwili nayo inafura tu. Dendi kuta mpogore. Yeah. Hata kama umekaa, kuna watu hata hawezi kufika Nairobi kwa gari. Wakifika huko miguu imefura. Ubeje kutoka Kanya Kisumu tiende usikuote. Na kuna wengine hata kama wamekaa hapa mwili jioni kifika mwili imefura, miguu imefura, lakini akiamka asubuhi miguu iko sawa. Hiyo inamaanisha kwamba huyu mtu ana shida. Kuna watu wengine pia kama ana ugonjwa wa sukari. Yeah. Mtu akiwa na ugonjwa wa sukari, kwanza hiyo ni kitu ya rahisi sana. Kwa maana diabetes ina aina mbili. Kuna ile inaitwa type 1 yenye mtu hana insulin ya kutosha. Lakini kuna type 2 yenye una insulin lakini mwili haiwezi kurespond kwa hiyo insulin. Hiyo ndio tunatengeneza sana. Ukiwa na ugonjwa wa sukari kuja kwetu. Usimalize wakati na mtu asikudanganya kwamba type 2 diabetes haiwezi tibiwa. Hiyo inaweza tibiwa kwa maana tumeitibu hapa kwetu. We just tunakupatia tu chakula ya kutosha yenye inafaa, alafu tunakuambia vile utakuwa unakula, fruits zenye utakuwa unakula na vile utakuwa unafanya mazoezi na hizo vitu zinaenda. Watu wengi sana wamekuja na nimewasaidia namna hiyo. Kuna ugonjwa wa pressure. Ugonjwa wa pressure kusumbue ama ugonjwa wa moyo. Kama unayokuja tu mara dundu tu kwa pressure. Yes. Hiyo pia inalingana tu ya kwamba na lifestyle yako, maisha yako vile uange na kwa all those diseases are lifestyle diseases. Kuna wale watu wenye tumbo imefura tu, inaguruma kila saa, inoguruma. Hasa kikulako tu kitu kidogo inaguruma. Huyo mtu inamaanisha kwamba kuna viini mingi sana kwa mwili. Kuna mtu mwenye skin disease ziko nyingi, skin disease. Amepaka dawa na hiyo vitu haiendi. Kuna mtu mwenye ana ulcer, ametibu ulcer mara mingi lakini kitu imekataa kwenda, ulcer imekataa kwenda. Amemeza madawa, hiyo akuje kwetu. Ulcers mose moine yedhe bele ngatobiru. Akuje. Kuna wale watu wenye hata anakohoa kila saa, kifua ni mbaya. Kila saa amemeza madawa lakini yeye ni kukohoa. Mimi nakohoa lakini sitaki kusema kifua ni mbaya. Saa nyingine
Kuna ugonjwa mingi sana. Yes. Hata siwezi nikasabua zote nikamaliza. Kuna zingine zina majina ya kimombo yenye uweze kusema. Lakini watu wenye wakiniambia, wakiniuliza, wakinipigia simu, mimi nitaambia kwamba hiyo tunaweza tibu hivi na hivi. Ni mingi sana. Juzi kane wawuoyo kodi ninyisa ni ng'ato kodhi osiptal to yedhe momiyo osiptal gi moko hinyowa ini kawo kalam ting'ado gi thieth kodgi. Ang'o kithiedh gi yath mar osiptal? Sasa shida ni hii. Dawa ya hospitali ni chemical. Na sisi kama naturopathy tunataka natural environment ikuwe ndani. Yaani hali ya mazingira ya ndani ikuwe natural. Ukimeza madawa hiyo ndani sasa si natural. Na ndani ukitoa uchafu yote yenye iko ndani yenye hiyo madawa imetoka, mwili itapona tu. Ndio sababu kuna watu wengi sana wanakuanga wagonjwa, hata wengine wanakuja wanasema daktari, mimi ni mgonjwa lakini sina pesa. Anasema acha niende nitafute pesa. After 2 weeks unakutana na huyu mtu kwa barabara, unasema mbona haukurudi? Anasema mimi nilienda na nikapona tu. Inamaanisha kwamba magonjwa mingi sana unaweza kukataa kumeza dawa lakini utapona tu. Na watu wengi sana wanakuanga namna hivyo. Hata wanyama wengi wanakuwa wagonjwa, hawamezi magonjwa, hawamezi madawa lakini wanapona. In kod tuo mar ulcers, in kod tuo mar arthritis, in kod tuo mar sukari, in kod tuo mar diabetes, in kod tuo mar del makuot sate, in kod tuo mar kata kiluokori to pod winjo mana ka ilela, in kod tuo nero mar wich bar mabari sate, in kod tuo mar del majony sate, kori ma samoro thung, tuoche gi machalo kaka duol ma seche moko isiki iko sate, in ng'at mosiko folo sate. Chieng' mana chope klinik mare mar mondo mi ne okonye to nyisa ni Haron gik manopuonja kanyo mana neno na kodi nyaka kele tipo kairi mondo in bende inyalo pokedo konyruok mari kumache ni gige kuma chamo mwawinjo madonje dendwa e gige kuma tuoyowa. Koro en ong'ado magi kuyedhe gi kuma ndiki mondo mi bende mondo mi okonyi. Nyisa ni Haron jogi kuma oti masamoro kone yawa anasetema ahinya mondo mi adhi e hospital makamairi gana dhi e pala to koro iluoro dhi e pala. Wacho ni en kichopo ire to chopo e giko nero mar tuo ni ire to nikech en daktari motiegore mbalariany kendo japuonj mar marany daktari Osborne Mabalu PhD holder en naturopathy physician entiere Kisumu kar kairi live chenro mari mar Kuku Mar Wach. Labda kuna kitu sijakuuliza. Vitu kwa mwili ya mtu. Yes. Na labda unapatikana wapi? Na kitu kingine labda ungependa kusema. Ndio na pia uko na vitu hapa sijui hata hizi ni za kufanya nini to take the opportunity. Yeah. Sasa chakula yote ikienda kwa mwili inapita kwa stomach. Alafu inaenda kwa small intestine. Digestion takes place there. Alafu ikitoka kwa small intestine inaenda kwa large intestine. Kwa large intestine kuna storage na kuna absorption na kuna elimination. Sasa tukisema storage inamaanisha chakula yote imekuja mpaka inawekwa hapo kwa muda ndio itoke nje kama choo. Na sasa isipotoka nje kama choo, mwili naye inaanza kuvuta ile uchafu inarudisha back kwa mwili. Sasa ikirudisha uchafu mpaka kwa mwili, hiyo ndio inaleta ugonjwa. Sasa sisi kuna watu wamekula hizi vitu kuanzia zamani lakini hawaendi choo. Mtu anakula chakula mara 4 kwa siku na anaenda choo mara moja ama saa zingine anaenda choo mara moja kwa siku 2. Sasa nadhani hiyo inamaanisha kuwa mwili yangu ni sawa. Oh, inasiaga sana hadi sasa hiyo ndio mbaya. Mtu mwenye yuko hai ukikula chakula mara 3, enda choo mara 3. Hiyo chakula usipoenda choo mara 3 itakaa hapo na itaanza kujificha huko kwa matumbo na ndio sasa itaanza kukuletea maradhi. Sasa sisi ukija kwetu ile kitu yenye tunafanya kwanza tunaweka maji ndani kwa mwili yako. Ikitu pie dende. Inaenda inayeyusha alafu inatoa. Tunaosha ndani inakuwa safi. Ikiwa safi tunakupatia sasa a special diet of fruit juices. Hizo fruit juices zinaendelea kuosha tumbo. Alafu nakuweka kwa special diet. Hiyo special diet kitu si ni kama inataka tu millionaires kwa sababu ukisema special diet nitapata hapo special diet. Kwanza ukikaa kwetu, special diet ni ile chakula yenye unakula kila siku lakini sasa tunakufundisha. Yes. Kama sasa wewe kama mtu unaogopa mboga sana. Tunakuambia sasa wachana na mboga.
kula, wachana na nyama, wachana na kuku, wachana na samaki, kula mboga kwanza kwa muda fulani. Na hiyo mboga pia tunakufundisha vile unapika. Hata hiyo fruits pia tunakuambia utakula fruit aina fulani na aina fulani na aina fulani na utatengeneza hivi. Alafu pia tunakufundisha vile unaweza kufanya mazoezi, exercises. Specific exercises for a specific disease. Tutakufundisha. Tukikufundisha hivyo, mwili itapona tu. Mwili yako inaweza kupona bila kuenda kwa daktari. So long as unajilinda vizuri, unakula vizuri, unakaa vizuri, unafanya mazoezi ya kutosha, una mazingira yako unaweza kupumua hewa nzuri. Na mimi naambianga watu, kama una ugonjwa kama wa kifua, tunakuja kwa bedroom yako, tunaangalia kichwa unawekanga karibu na dirisha, ama hiyo bedroom ina dirisha, ama nyumba yako kuna ventilation ya kutosha. Kama hauna hiyo, utakuwa tu mgonjwa, utakuwa unameza tu madawa na uponi. Ndio sababu tunasema hata sasa kitu kama kumaanisha dirisha yangu ya bedroom inafaa ikuwe wazi kila wakati, ama at least ventilation, kuwe na ventilation kwa bedroom. Sasa zile nalala usiku. Na mimi huanga naambia watu, kama kuna security ya kutosha kwa compound yako, yes, wacha madirisha wazi ukilala, ili hewa ikuwe mzuri kwa nyumba. Na hiyo ni naturopathy. Hautakikani madawa. Haya, kitu kama mgongo. Kuna watu sana wana ugonjwa wa mgongo na haiponi. Wameenda physiotherapy haiponi. Na mimi nimetibu wengi sana. Usiende kwa kisu. Kikidhie pala. Usiende kwa kisu. Kwa maana kisu inaweza kufanya udhoofike kabisa. Ile kitu yenye tunafanya ni kwamba unakuja na kufanyia ile mazoezi iko very, because mimi ni physiotherapist pia. Yes. Kozi yangu ya kwanza yenye nilifanya kazi, nikafanya Gakani, nikafanya Avenue Hospital, nikafanya Jaramogi Oginga Odinga Hospital, ilikuwa physiotherapy. Tutakuweka kwa special exercises. Yes. Alafu kuna special magnetic belt. Hii magnetic belt ina kitu kinaitwa magnet sparky. Hii sparky tunaweka kwa mwili yako. Alafu hiyo mgongo inaanza kuwa mzuri. Na hii ni mimi tu pekee mwenye ninauza hizi vitu in this country, because I import them myself. Kwa maana watu hawajui hii inafanya namna gani. Na kupata ni ngumu hadi inakuwa import. Hakuna, tafuta yote. Tafuta mahali popote kwa hii country. Ukipatia funga. Hiyo ukipata mahali popote hapa kwa hii country, utakuja uniambie, nitakuongezea pesa nyingine. Haya, kuna watu, yes, wenye hata hawawezi kuchuchumaa, hasa watu wenye arthritis ya magoti. Wakija kwangu, tutatoa ghasia yote yenye kwa mwili, alafu tunafunga hii kwa magoti yao. Hii pia ni magnetic ankle support. Knee support. Tunafunga tu, alafu arthritis ya magoti inaanza kuenda. Haya, kuna watu wenye wana ugonjwa wa arthritis na diabetes na high blood pressure. Tukishatoa uchafu kwa mwili, tumekuweka kwa diet ya kutosha, pia tunakupatia hii inaitwa magnetic bracelet. Sijui kama naweza nikafanya demonstration hapa. Ni vile saa yangu na imeisha. Saa imeisha. Hii ukivaa hii, yes, hata iwe diabetes inakuanga namna gani, itaanza kuenda. Blood pressure itaanza kuenda. Kichwa kuuma itaanza kuenda. Kama hautembeki, hauna nguvu, itaanza kuenda. Na kuna nyingi sana kwa market, lakini sisi hii yetu what is acha niulize kwa Kiswahili. What is the medicinal part of this thing? Sasa hii kuna sparky yenye iko therapeutic. It has therapeutic magnets, not industrial. Hii ni sparky yenye imetengenezwa kutibu mtu. Sparky ya kutibu mtu. Sparky ya kutibu mtu. Na ndio sababu inatibu magonjwa karibu yote. Kama unakuanga unatembea na kichwa inaumanga tu, kila saa kichwa inauma, uchukua hii. Kama una kuna watu joints za mkono zinauma, wameenda physiotherapy, wamemeza amuonya, na hizo madawa ukimeza mingi tena itakuharibu. Kuja tukupatie. Kuna mtu anakusikia. Yeah. Detoxification, vile umesema na all these things ambavyo labda unatibu watu. Yeah. Unapatikana wapi? Mimi umesema nyinyi ni less than 10 people. We are less than 10 naturopathists in this country. In the country. Kuna watu wenye wanajiitanga naturopathists but they're herbalists.
Au watu hawajui medicine. Au wakora ambao miti ni dawa. Mahali nini. Asiji professor siji maji. Usitaje mimi sitajapa ya sitaja. Yes. Au watu wenye wanajiita siji madaktari wa kila kitu. Yes. Hapana. Sisi ni daktari trained doctor. We are trained, certified, registered. Because mimi nilifanya kozi yangu ya kwanza ilikuwa physiotherapy KMTC Nairobi. Nikaenda nikafanya community health Great Lakes University up to master's level. Nikaenda Jodhpur in India nikafanya PhD in nature cure, and that's why I'm called a naturopathist. And so I know the science behind everything. Behind all the diseases that I'm doing, I know the science behind it. Ukiangalia hii kamera. Unapatikana wapi? Mimi napatikana Tomboya Estate. Nataka contact you. Yeah. Sema namba yako pole pole. Angalia hapa. Na ofisi yangu, hospitali yangu iko Tomboya Estate, Kisumu. Karibu na Golden Elites Academy. Nambari yangu kwanza jina ninaitwa Osborne, Dr. Osborne Mabalu. Nambari yangu ni 0713345250. Sema tena. 0713 0713 345 250. Na kuna pia vitanda hapo. Wale watu wenye wako mbali kuna accommodation. Ukija tutakupatia accommodation. Kufanyia naturopathy. We have a gym. Yes. Wadaki piny ma jomo sebiro mawuondore dakteche thoth ahinya kendo gen wakoche. Mane momiyo chieng' mane ng'ato nofuara ni Haron manyane na ng'ama iluongo ni naturopathy physician mondo mi ipimne tabu ni eri adiri nochuna ni mondo mi akele kaire mondo mi ogo mbaka kodaka gi piny luo. Wacho ni gik mwachamo, mwawinjo, gik mwayweyo, mwamodho gin gik makelonwa tuoche dendwa to tamore dhi oko. Japenji gimoro, ichamo chiemo nyadidek tidhi e choo nyadichiel, chilo modong' kande dhi kanye? Mane penjo manopenja notama winjo. Wacho ni kochopo iri to biro luoko iyi mondo mi thiedhgi tuoche mag arthritis, ulcers, asthma, tuoche mag kor, mag adundo, gimoro amora mamako dendi. Wacho ni gin kochopo irgi to githiedho, to nikech osome kochakore diploma, degree, masters, mobedo a PhD holder e weche gi eki. Ndiere tombo ya clinic mare nyalo chopo ire kata nyalo gocho ne bende 070 13 34 52 50. Iluonga ni Haron Otieno. Ochako dogo time kendo chieng' machielo ok mana siasa kende, ok mana weche gi kuma counties kende, to seche moko bende wakelo ji machalo kod en mondo puonjre weche mag ngima. Oriti.